kuna maumivu makubwa kuliko yote. Ni kumpoteza mtu aliyekupenda kimya kimya bila hata wewe kujua. Usikose hadithi hii. Kulikuwa na kijana mmoja aliitwa Zuberi Kaito. Zuberi aliishi maisha magumu sana. Alikuwa anaishi kwenye chumba kidogo cha kupanga chenye dirisha moja lililovunjika kidogo. Usiku, upepo ulikuwa unaingia ndani na wakati mwingine alilala bila chakula. Lakini pamoja na maisha yote hayo, Zuberi alikuwa na kitu kimoja cha kipekee: moyo mzuri sana. Hakupenda kuona mtu anateseka. Siku moja asubuhi, akiwa anaelekea kazini, alimuona msichana mmoja amesimama pembeni ya barabara. Alikuwa ameshika begi la shule, lakini uso wake ulikuwa umejaa mawazo. Jina lake lilikuwa Linora Sifa. Zuberi alisimama na kumuuliza kwa upole kama yuko sawa. Mwanzoni, Linora alisita kuzungumza, lakini baada ya muda kidogo, akaanza kufunguka. Alimwambia ukweli wake. Alikuwa na ndoto kubwa sana ya kusoma na kuwa mtu wa maana. Alitaka kuisaidia familia yake, kuwatoa kwenye umaskini. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa: hakukuwa na pesa ya shule. Zuberi alimsikiliza kwa makini. Hakusema maneno mengi, lakini ndani ya moyo wake aliguswa sana. Kuanzia siku hiyo, maisha yao yalianza kubadilika pole pole. Zuberi alianza kumsaidia Linora kwa kidogo alichokuwa nacho. Siku nyingine alimnunulia chakula, siku nyingine vitabu, na wakati mwingine alijinyima kabisa ili alipie ada yake. Haikuwa rahisi. Kulikuwa na siku Zuberi alilala njaa, lakini Linora hakuwahi kukosa shule. Linora alianza kushangaa sana. Alijiuliza, kwa nini huyu kijana ananisaidia hivi bila hata kuuliza kitu? Lakini kila alipomuuliza, Zuberi alitabasamu tu. Hakuwahi kueleza ukweli. Ndani ya moyo wake alikuwa tayari amempenda Linora, lakini hakuthubutu kusema. Aliogopa. Alihofia kama akisema ukweli, Linora angeweza kumkataa na hata kupoteza urafiki wao. Hivyo akaamua kubaki kimya. Akamchagua kumpenda kwa vitendo badala ya maneno. Kila siku alijisemea moyoni, bora aendelee kuwa karibu nami, hata kama hanioni kama ninavyomuona yeye. Na bila Linora kujua, alikuwa tayari ana mtu anayempenda kwa moyo wake wote. Maisha yaliendelea polepole. Na kila siku iliyopita, uhusiano kati ya Zuberi Kaito na Linora Sifa ulizidi kuwa wa karibu zaidi. Zuberi alikuwa kama kivuli chake. Alikuwa karibu kila wakati. Asubuhi alimwamsha kwa simu ili asiingie darasani amechelewa. Alimhakikishia anakula kabla ya kwenda shule. Na jioni alimsubiri ili ahakikishe amerudi salama. Kwa Linora, haya yote yalionekana ya kawaida sasa. Alizoea uwepo wa Zuberi kiasi kwamba hakujiuliza tena sana. Lakini Zuberi kila siku alizidi kuzama kwenye mapenzi zaidi. Alianza kufanya kazi zaidi ya moja. Asubuhi alikuwa anabeba mizigo sokoni, jioni anafanya kazi ndogo ndogo, na usiku wakati mwingine alikesha akifikiria tu maisha yao ya baadaye. Mwili wake ulikuwa unachoka, lakini moyo wake ulikuwa na nguvu kwa sababu ya Linora. Kulikuwa na siku moja muhimu sana. Linora alikuja kwa huzuni kubwa. Alikuwa karibu kulia. Alimwambia Zuberi kwamba shule imempa taarifa ya mwisho. Kama hatolipa ada, hatoruhusiwa kufanya mtihani wa mwisho. Hiyo ilikuwa ndoto yake yote. Zuberi hakusema kitu kwa muda. Alimwangalia tu, na moyoni alifanya uamuzi mzito sana. Siku hiyo usiku, Zuberi alirudi chumbani kwake. Aliangalia vitu vyake vichache, nguo chache, simu yake ya zamani na redio ndogo aliyokuwa anaipenda sana.
Alikaa kimya kwa dakika kadhaa. Halafu akachukua uamuzi. Alianza kuuza vitu vyake. Simu akaiacha. Redio akaiacha. Hata baadhi ya nguo zake akaamua kuziacha, ili tu apate pesa ya kumsaidia Linora. Siku iliyofuata alimpa Linora pesa ya ada. Linora alishangaa sana. Alimuuliza, Zuberi, umezipata wapi hizi pesa? Zuberi alitabasamu tu. Acha tu, muhimu ni wewe uendelee kusoma. Linora alihisi kitu moyoni, lakini hakukielewa kabisa. Alisema asante, lakini hakujua ukubwa wa sadaka iliyokuwa imefanyika. Kadri siku zilivyopita, watu waliokuwa karibu nao walianza kuzungumza. Walikuwa wanasema hawa wawili ni wapenzi kabisa. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Kwa upande wa Zuberi, ndiyo, alikuwa anampenda kwa moyo wake wote. Lakini kwa Linora, alimuona Zuberi kama mtu wa muhimu sana, mtu wa karibu sana, lakini sio kama mwanaume wake. Na hilo lilikuwa linamuumiza Zuberi pole pole. Kulikuwa na nyakati alitaka kusema ukweli. Alitaka kusema, Linora, nakupenda. Lakini kila alipofungua mdomo, maneno yalikwama. Aliogopa kitu kimoja tu, kumpoteza. Hivyo akaendelea kunyamaza. Akaamua kubeba hisia zake peke yake. Lakini ndani kabisa ya moyo wake kulikuwa na swali moja lilikuwa linamtesa kila siku. Je, siku moja ataniona kama ninavyomwona yeye? Na bila yeye kujua, jibu la swali hilo lilikuwa linakaribia, lakini halikuwa jibu alilolitaka. Baada ya miaka ya kujituma, hatimaye siku ilifika. Linora Sifa alihitimu masomo yake. Ilikuwa siku ya furaha kubwa sana. Alivaa vizuri, uso wake ulikuwa na tabasamu la ushindi. Na mbali kidogo, Zuberi Kaito alisimama kimya akimwangalia. Hakutaka kuonekana sana. Hakutaka sifa. Alitaka tu kuona Linora akiwa amefika pale alipoota. Moyo wake ulikuwa umejaa furaha, lakini pia kulikuwa na ukimya wa ajabu ndani yake. Alijua kitu kinaanza kubadilika. Baada ya kuhitimu, maisha ya Linora yalianza kupanda haraka. Alipata kazi kwenye kampuni kubwa, ofisi nzuri, watu wapya, mazingira mapya kabisa. Kila kitu kilikuwa tofauti na alivyovizoea. Alianza kuvaa nguo za gharama, kuongea kwa kujiamini zaidi, na kuanza kuishi maisha aliyokuwa akiota zamani. Mwanzoni hakumsahau Zuberi. Alimpigia simu, waliongea, walicheka kama zamani. Lakini kadri siku zilivyopita, simu zikaanza kupungua. Ujumbe ukaanza kuwa mfupi, na mara nyingine hakujibu kabisa. Zuberi alihisi mabadiliko hayo. Alikaa na simu yake mara nyingi, akiangalia kama Linora atatuma ujumbe. Lakini muda mwingi kulikuwa na ukimya. Alijaribu kujifariji. Alijiambia, labda ana kazi nyingi, labda yuko bize tu. Lakini moyoni alijua ukweli unaanza kubadilika. Siku moja, Linora alialikwa kwenye hafla kubwa ya kampuni. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuhudhuria sehemu ya kifahari hivyo. Mwanga wa taa, muziki wa taratibu, watu waliovaa suti na magauni ya gharama. Linora alihisi kama ameingia kwenye dunia nyingine. Na hapo ndipo alipokutana na mwanaume mmoja. Jina lake lilikuwa Derian Volta. Derian alikuwa tofauti kabisa. Alikuwa na kujiamini, sauti yake ilikuwa nzito na tulivu, na kila mtu alionekana kumheshimu. Alikuwa na gari kubwa, pesa nyingi, na maisha ambayo Linora alikuwa anayaona kama ndoto. Waliongea kwa muda mrefu. Derian alimfanya Linora acheke, alimsifia, alimfanya ajisikie wa thamani. Na kwa mara ya kwanza, Linora alihisi kitu kipya moyoni, kitu ambacho hakuwahi hisi na Zuberi. Kuanzia siku hiyo, kila kitu kilianza kubadilika polepole.
Darian alianza kupigia simu Linora mara kwa mara. Wakaanza kutoka pamoja, kahawa, chakula, matembezi ya jioni. Maisha ya Linora yalizidi kubadilika, na kadri alivyokuwa anaingia kwenye dunia ya Darian, ndivyo alivyokuwa anatoka polepole kwenye maisha ya Zuberi. Zuberi aligundua. Siku moja alimuita Linora wakutane. Walikaa sehemu tulivu. Kulikuwa na ukimya mrefu kabla ya kuanza kuzungumza. Zuberi alimwangalia, lakini alihisi kama anamuona mtu mwingine kabisa. Si yule msichana aliyemjua zamani. Alitaka kuuliza, ni nani huyo mwanaume? Lakini hakusema. Aliogopa jibu. Linora aliongea kwa kifupi tu. Alionekana ana haraka, akatazama simu mara kwa mara, na baada ya muda mfupi akaondoka. Zuberi alibaki pale, akiwa peke yake. Alikumbuka siku walizokuwa pamoja, alikumbuka kila alichofanya kwa ajili yake. Na kwa mara ya kwanza, alihisi kitu kizito sana moyoni. Sio hasira, sio wivu, ilikuwa ni hofu. Hofu ya kumpoteza kabisa. Na wakati huo huo, Linora alikuwa anaingia zaidi kwenye maisha mapya. Maisha yenye mwanga mwingi, lakini bila kujua, alikuwa anaacha nyuma mtu mmoja aliyekuwa gizani, lakini alimpenda kwa dhati kabisa. Na hapo ndipo hadithi ilianza kubadilika. Si kwa furaha, bali kwa maumivu yaliyokuwa yanakaribia. Maisha yaliendelea. Lakini kwa Zuberi Kaito, kila siku ilikuwa nzito kuliko jana. Simu za Linora Sifa zilikuwa zimepungua sana. Ujumbe wake ulikuwa mfupi na mara nyingine haukuja kabisa. Zuberi alijaribu kuvumilia. Alijaribu kujifanya anaelewa. Lakini ukweli ulikuwa unauma polepole ndani yake. Siku moja jioni, akiwa amerudi kutoka kazini, alikuta bahasha imewekwa mlangoni kwake. Ilikuwa safi, imepangwa vizuri, kama kitu muhimu sana. Aliichukua taratibu. Moyo wake ulianza kwenda kasi bila sababu. Alipofungua, mikono yake ilianza kutetemeka. Ndani kulikuwa na kadi ya harusi. Alisoma kwa macho yaliyokuwa yanashindwa kuamini. Linora Sifa na Darian Volta. Kwa sekunde chache, dunia ilisimama. Hakusikia kelele za nje, hakuhisi upepo, hakujua hata kama anapumua. Alikaa chini polepole, akaiangalia ile kadi tena na tena, akitarajia labda kuna makosa. Lakini haikuwa ndoto. Ilikuwa ni kweli. Moyo wake ulivunjika kimya kimya. Hakupiga kelele, hakulia kwa sauti. Lakini ndani yake, kila kitu kilikuwa kinaanguka. Usiku ule hakulala. Alikaa tu gizani, akikumbuka kila kitu. Siku alizokutana na Linora, siku alizomsaidia, siku alizojinyima ili yeye asome. Na sasa, yote yalionekana kama hayana maana. Lakini bado alihisi kitu moyoni. Kitu kilichomwambia, nenda. Siku ya harusi ilipofika, Zuberi alioga mapema. Alivaa nguo zake nzuri alizokuwa nazo, hata kama zilikuwa za kawaida. Hakutaka kuonekana vibaya. Hakutaka mtu ajue maumivu yake. Alifika eneo la harusi, lakini hakukaa mbele. Alisimama mbali, chini ya mti, mahali ambapo hakuna mtu aliyekuwa anamjali sana. Kutoka pale, aliweza kuona kila kitu. Muziki ulianza, watu walikuwa wanacheka, kila mtu alikuwa na furaha. Halafu, Linora akaingia. Alikuwa amevaa gauni jeupe, akiangaza kama mtu wa ndoto. Tabasamu lake lilikuwa kubwa, uso wake umejaa furaha. Kila mtu alimwangalia, lakini hakuna aliyemwangalia Zuberi, na hiyo ilimuumiza zaidi. Zuberi alimtazama na macho yake yakajaa maji. Alikumbuka msichana wa zamani,
yule aliyekuwa na ndoto, yule aliyemtegemea. Lakini sasa alikuwa mbali sana. Muziki ulipoanza kubadilika, Darian Volta alisimama mbele. Alikuwa anajiamini, anaonekana kama mtu aliyeshinda kila kitu. Na muda mfupi baadaye, ndoa ikafungwa. Maneno yakasemwa, ahadi zikafanywa, na watu wakapiga makofi kwa furaha. Lakini kwa Zuberi ilikuwa kama msiba. Kila neno lilikuwa kama kisu moyoni. Kila tabasamu lilikuwa linaumiza. Alijaribu kusimama, lakini miguu yake ilikuwa mizito. Alibaki pale pale, akishuhudia mwisho wa ndoto zake. Baada ya muda, aliamua kuondoka. Hakusema kwaheri, hakumsogelea Linora, hakutaka kuvuruga furaha yake. Aligeuka polepole, akaanza kutembea mbali na eneo la harusi. Machozi yakaanza kumtoka sasa, bila kujizuia. Kwa mara ya kwanza, alilia kwa sauti. Hakujali nani anaona, hakujali chochote. Kwa sababu siku hiyo, hakupoteza tu mtu aliyempenda, alipoteza sehemu ya moyo wake. Na bila mtu yoyote kujua, kulikuwa na mtu mmoja aliyesimama mbali, aliyejua ukweli wote wa hadithi hii. Lakini hakusema chochote, kwa sababu ukweli huo ungeweza kubadilisha kila kitu. Baada ya harusi, maisha ya Linora Sifa yalionekana kuwa mazuri sana kwa nje. Aliishi nyumba nzuri, alivaa vizuri, alikuwa na kila kitu ambacho watu wengi walikiota. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na ukimya wa ajabu. Furaha aliyokuwa nayo haikudumu kama alivyotarajia. Kulikuwa na kitu kilikosekana, lakini hakujua ni nini. Darian Volta alimpa kila kitu cha pesa, lakini hakuwa mtu wa karibu sana kihisia. Alikuwa bize, mara nyingi hayupo, na mazungumzo yao yalikuwa mafupi tu. Polepole, Linora alianza kukaa peke yake mara nyingi, na kila alipokuwa peke yake, kumbukumbu zilianza kurudi. Alikumbuka mtu mmoja, Zuberi Kaito. Alikumbuka jinsi alivyokuwa karibu naye. Alikumbuka jinsi alivyokuwa akimjali bila kuchoka. Alikumbuka tabasamu lake la utulivu. Lakini alijaribu kujisahaulisha. Alijiambia, hayo ni mambo ya zamani. Lakini moyo wake haukusikiliza. Siku moja, akiwa kazini, alikutana na mwanamke mmoja wa zamani aliyemjua tangu enzi za shule. Walianza kuongea kawaida tu, mpaka mazungumzo yakamfikia Zuberi. Yule mwanamke alimtazama Linora kwa mshangao kidogo, halafu akasema kitu ambacho kilibadilisha kila kitu. Linora, unajua Zuberi aliuza vitu vyake ili kulipia ada. Linora alishtuka. Alidhani ni mzaha, lakini yule mwanamke aliendelea. Alikuwa analala njaa ili tu wewe usome. Alikataa nafasi ya maisha mazuri kwa ajili yako. Na alikupenda sana. Kila mtu alijua, isipokuwa wewe. Maneno yale yalimchoma moja kwa moja moyoni. Kwa sekunde chache, Linora hakujua hata anachokisikia. Macho yake yakaanza kujaa maji. Kila kumbukumbu ilirudi kwa nguvu. Kila kitu kilianza kuunganika. Ndipo ukweli ulipoingia wazi kabisa. Zuberi hakuwa rafiki tu. Alikuwa mtu aliyempenda kwa dhati, bila masharti, bila kelele. Na yeye hakuwahi kuona. Siku hiyo, Linora hakurudi nyumbani mapema. Alikaa peke yake, akilia kimya kimya. Majuto yakaanza kumjaa. Alijiuliza, kwa nini sikuona mapema? Kwa nini sikumuuliza? Kwa nini nilimwacha? Moyo wake ulianza kuvunjika sasa, lakini ulikuwa umechelewa. Siku iliyofuata, alianza kumtafuta Zuberi. Alipiga simu, haikupatikana. Alienda maeneo aliyokuwa anaishi, hakuwepo. Aliuliza watu, hakuna aliyekuwa na majibu. Zuberi alikuwa ameondoka. Aliondoka kimya kimya,
bila kuacha alama, kana kwamba hakuwahi kuwepo. Hilo lilimuumiza zaidi Linora, kwa sababu sasa alijua thamani yake, lakini hakuweza kumfikia tena. Siku moja jioni, alirudi kwenye sehemu alipokuwa wanapenda kukaa zamani. Alikaa pale peke yake. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na mtu. Ni kumbukumbu tu. Alikumbuka siku Zuberi alipokuwa anacheka. Alikumbuka jinsi alivyokuwa anamtazama kwa upole. Na hapo, machozi yakaanza kumtoka bila kuacha. Alisema kwa sauti ya chini sana, "Samahani Zuberi." Lakini hapakuwa na mtu wa kusikia. Ukweli ulikuwa mmoja tu. Amegundua mapenzi ya kweli baada ya kuyapoteza. Na siku zilivyoendelea, Linora aliendelea kuishi maisha yake. Alikuwa na kila kitu, lakini hakuwa na furaha ya kweli, kwa sababu ndani ya moyo wake kulikuwa na nafasi ambayo hakuna mtu mwingine angeweza kujaza. Nafasi ya mtu mmoja aliyempenda kimya kimya na akaondoka kimya kimya. Miondono. Wakati mwingine, mtu anayekupenda kweli hatahitaji kusema sana. Ataonyesha kwa matendo. Lakini kama hutakuwa makini, unaweza kumpoteza, na ukimtafuta baadaye, atakuwa tayari ameondoka.